nguvu ya Mungu kutoka juu itashuka kwa mfano wa mwanadamu, atashuka kwa makusudi ya Mungu ili kuieleza njia iliyopotoka kwa watu. Watu wakamletea Mungu. Piga Yesu makofi. Glory be to God. Piga Yesu makofi. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuongeze makofi na vigelegele kwa ajili ya Mungu. Kwa ajili ya Mungu na makofi na vigelegele. Nitaenda kuimba wimbo mmoja.
Amina. Kwaya Beseli, tupite mbele. Beseli.
Mungu awabariki. Kipindi cha makofi mazuri. Pigia tena Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Punga mkono wako namna hii. Ushike chini. Basi mshike mwenzio mkono, mwambie karibu kwenye ibada. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kabla siendelea, nina mambo mazuri sana ambayo napenda leo kushirikiana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini furaha yangu haijatimizwa bado. Naomba watoto wangu wageni, haleluya, wageni, Mungu awabariki sana. Mko hapa, jisikie mko nyumbani. Mimi ndio baba wa nyumba hii, nawakaribisha sana. Kuwa na amani, haleluya, kuwa na amani, yaani ujisikie uko huru kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi kwa sababu ya mambo yetu mengi ambayo tunayo mbele yetu, nitakwenda moja kwa moja nifundishe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini somo la siku ya leo litasimama hasa katika faraja. Amen. Yaani Bwana amenipa neema siku ya leo niweze kufariji. Najua mapito ya huduma uliopitia. Najua changamoto za wito wako ulionao. Najua shida ile ambayo Mungu anaifahamu kwa undani zaidi kwako kuliko mwanadamu mwingine yote. Mimi ni binadamu, ninazungumza neno, na hili neno limetoka kwenye hazina ya neno lake. Amen. Kwa Mungu alipokuwa amezungumza lile neno, akaliachia kwa wazi, mitume na manabii wakaandika. Walipoandika, leo nasimamia kuyazungumza kwako, lakini haya ni mawazo ya Mungu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama unanielewa, naomba unisapoti kwa kusema amen. Amen. Kwa hiyo nitasimama, nitakuwa nikifundisha kwa habari ya vile Mungu anawafariji watu. Anajua kwamba duniani kuna mapito mengi. Anajua duniani kuna shida nyingi. Anajua duniani pana tabu nyingi. Biblia inasema kwamba duniani na udhiki, lakini jipeni moyo, maana mimi nimeushinda ulimwengu. Haleluya. Halafu nasema ninyi mtakuwa mkilia na kuomboleza, lakini ulimwengu utakuwa ukifurahi. Lakini baada ya muda, huzuni yenu na kilio chenu kitageuzwa na kuwa furaha. Pigia Yesu makofi kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tutazungumza fahamu kati ya mambo Yesu alikuja kuyafanya duniani. Fahamu kati ya mambo Yesu alikuja kuyafanya duniani. Nitazungumza mambo machache ambayo natakiwa uyajue Yesu alikuja kuyafanya duniani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Naomba funika macho yako niombe. Baba, katika jina la Yesu, ninasimama mtumwa wako majira na wakati huu ulionipa nafasi kuwepo kwenye uso wa watu hawa. Asante kwa ajili ya Roho Mtakatifu ambaye anakwenda kuyahakikisha na kuyathibitisha maneno haya kwenye mipaka ya mioyo ya watu hawa. Wewe unakwenda kuzungumza maneno mazito ambayo Mungu anakwenda kuwainua kutoka mahali walipo, unakwenda kuwapandisha kwenye nafasi zingine, unakwenda kuwainua kutoka mahali pa chini na kuwapandisha juu. Ndivyo Mungu anavyonena. Baba, naomba katika jina lako, mfalme wa uzima,
wapandishe kwa neno hili sasa, tayari tukiamini uwepo wa Roho Mtakatifu ili kuweza kuyathibitisha maneno haya kwenye mioyo ya watu. Baba, Roho Mtakatifu yupo mahali hapa. Libarikiwe jina lako Mfalme. Ninaomba ukanitumie kama chombo, ukatumie kinywa changu, ukatumie viungo vyangu, ukatumie vile nilivyo, nikanene mambo ambayo yataleta utukufu kwako, kwa jina la Yesu. Wote tuseme amen. 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 Fahamu kati ya mambo Yesu alikuja kuyafanya duniani. Taka tuangalie, kuna mambo kadhaa Yesu alikuja yalimlazimisha aje kuyafanya duniani. Bwana Yesu asifiwe. Wakati yuko mbinguni, yuko mkono wa kuume wa Mungu Baba, alikuwa anaishi kwa kustarehe kama Mungu vile ambavyo amestarehe katika kazi yake. Lakini kuna mambo yalikuwa yakiendelea duniani. Biblia inasema kwamba Mungu alipoangalia ulimwengu, alipoutazama ulimwengu, alipokuwa anachungulia kati ya wanadamu, Biblia inasema kwamba kukawa na mambo ambayo yakawa yanamkosea Mungu. Wanadamu wakawa wanamkosea Mungu, wakafanya kinyume na vile Mungu alivyohitaji wafanye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wakapotoka kwenye njia zao, wakaenda kila mmoja katika njia zake sawasawa na tamaa zao wenyewe. Haleluya. Sasa Mungu alipokuwa anaangalia, akaona mwanadamu ametoka kwenye lile kusudi la Mungu alilomwekea duniani. Alipoona ametoka kwenye lile kusudi, Biblia inasema kwamba Mungu alipokuwa anachungulia, anaona mwanadamu ametoka kwenye lile kusudi. Aisee, Mungu kafadhaika moyoni mwake, japo aliupenda sana upeo wa uso wa wanadamu. Biblia inasema kwamba ndipo sasa akatafuta mtu kati ya walio karibu naye, kwamba amtume nani duniani ili akaweze kumrudisha mwanadamu katika njia zake za kupotoka, ili amrudie Mungu katika hali ya kumpendeza. Akatafuta sana. Biblia inasema kwamba akafanya kikao mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Alipofanya kikao mbinguni, inasema kwamba Yesu akasema, nitume mimi niende nikaongee nao, nikawaelekeze katika njia ile ambayo itakupendeza. Wakakubaliana na baba yake. Biblia inasema kwamba akashuka duniani ili kumrejeza mwanadamu katika njia za kupotoka, ili atengeneze njia zake zenye kumfaa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona jambo la kwanza, Yesu alishuka duniani ili kutafuta na kuokoa kilichopotea. Haleluya. Yesu alishuka duniani ili kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Naona maiki imekaa sawa sana, si kama naona maiki imekaa sawa. Kwamba jambo la kwanza, Mungu alipochungulia duniani akaona wanadamu wamepotoka katika njia zao, ndipo akamtuma mwanae Yesu Kristo ili awarejeshe watu. Haleluya. Ndio maana akasema kwamba nimtume nani? Yesu akasema nitume mimi Baba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Katika Mathayo sura ile ya kwanza mstari ule wa 18, naomba tusome pale. Mathayo sura ile ya kwanza na mstari wa 18, pale tutasoma mpaka 25. Ni sura nzuri sana pale, tukisoma tutaelewa vizuri. Haleluya. Ndio mwenye kupata aliyepata aweze kutusomea, tusaidie. Naomba tusaidie aliyepata asome. Sura ya kwanza mstari wa 18. Yeah. Neno la Mungu linasema, ndio, kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa ikiwa ni njia ya kuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Alikuja kwa mfano wa kuzaliwa kama binadamu mwingine yoyote. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Mama yake Yusufu alipokuwa ameposwa
mama Yesu alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana akaonekana ana mimba huyu mama. Nanielewa hicho kitu? Akaonekana na mimba ikaonekana, tumbo ikawa inaonyesha kwamba ndani ya huyu mama kuna kitu cha tofauti. Na Yusufu mmewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Huyu Yusufu alikuwa ni mcha Mungu. Sasa alipoona mchumba wake ana mimba, haleluya, na yeye ni mtu wa haki, Biblia inasema kwamba hakutaka kumwaibisha. Alichokifanya akaadimu kwa siri kumwacha. Sema amen. Sema amen. Unajua watu waliokoka si kawaida yao au sio sura yao kuaibisha. Unaelewa? Ila kila jambo linalotokea wanafikiri, wanatathmini kwa kina sana, ndipo wanafanya uamuzi. Sema amen tena. Haleluya. Kwa kuwa alikuwa mcha Mungu, hakutaka kumwaibisha mke wake, kwa siri akaazimia kumwacha. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndipo sasa kawa akifikiria, kilala usingizi, anafikiri sana kuhusiana jambo hili. Mchumba wake aliyempenda, aliyemchagua katika mabinti wengi, akamwona kuwa ni mwaminifu. Haleluya. Ghafla anaona ndani yake, sura yake inaonyesha ana mimba, tumbo lake limeinuka na mimba, akiangaliwa ni mjamzito. Haleluya. Akaamua kumwacha kwa siri. Sasa jambo hili likawa linampa kufikiria sana, kwamba nafanyaje sasa, nitoroke au nifanyeje? Haleluya. Je, jambo hili linapoendelea kuenea kwa watu wananielewaje? Wakati mwingine watu wanaweza kusema mimi ndio niyezini naye, au huyu mwanamke amefanyaje? Hili jambo litakuwaje? Akawa akifikiri sana, ndipo Mungu akasikia na kuona mawazo. Haleluya. Akaona mawazo ya Yusufu, akamtokea kwenye ndoto, akamwambia Yusufu, sikiliza, hili wazo nimeliona na kulisikia kwenye moyo wako kwa muda wote huu ukifikiria. Najua ya kwamba umeamua kwa asili kumwacha huyu mwanamke. Najua kabisa kwamba umefikiri pa mwisho kwamba haiwezekani kumchukua, kwa sababu kwanza ameharibu heshima ya Mungu. Kwanza kabisa hata mimi mwenyewe nikimwoa binti nitaonekana nimeharibu ushuhuda wangu, nafanyaje? Alipoamua kumwacha, ndipo malaika anamwambia, sikiliza Yusufu, Mungu amejua ya kwamba umeamua kumwacha, lakini usiache huyu mwanamke. Mimba unaiona kwake, sio kwamba alifanya zina, sio kwamba alichepuka, alifanya mambo ya ajabu, hapana, ila ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mungu aliona sababu ya kumtumia Roho Mtakatifu ili kujaza mwili wake na tumbo lake ndani yake. Kitakachozaliwa sio binadamu wa kawaida, isipokuwa ni nguvu ya Mungu kutoka juu. Itashuka kwa mfano wa mwanadamu, atashuka kwa makusudi ya Mungu ili kuieneza njia ile iliyopotoka kwa watu wakamletea Mungu. Piga Yesu makofi. Glory be to God. Piga Yesu makofi. Haleluya. Usihofu kumchukua mwanamke, mimba yonayo ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kusudi la Mungu juu ya ulimwengu lipate kutimia. Twende tena. Naye akazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Manake mtoto atakayezaliwa kwenye mimba unayoiona wewe mwenyewe ndio utainua kinywa chako, utamwita mtoto nani? Yesu. Kwa hiyo wapendwa, naomba tuulizane, wa kwanza kumwita Yesu ni nani? Ni Yusufu. Amen. Kapewa maelekezo, utamwita Yesu. Haleluya. Kwa nini atamwita Yesu?
kwa maana yeye ndiye atakayeokoa watu na dhambi zao. Kwa Yesu manake ni Mwokozi, ataokoa watu na dhambi zao, atairudisha njia iliyopotoka. Haleluya! Atawarejesha watu waliokwenda mbali na uso wa Mungu, atawasogeza karibu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wataanza kuyajua mapenzi ya Mungu halisi na kujua mawazo ya Mungu katika maisha yao. Na ndio maana mtu aliyeokoka, yeyote aliyeokoka, amesimama kwenye mawazo ya Mungu ili kuijua njia halisi ya Mungu. Piga Yesu makofi. Glory, glory, glory. Tumalizie tunapanga. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno la nabii Isaya na nabii akisema, tazama bikira atachukua mimba na atazaa mwana, nao watamwita jina lake Emmanuel, yaani Mungu pamoja nasi. Amen, amen. Yaani unaposoma neno Emmanuel, manake Mungu pamoja nasi. Sasa lile neno Mungu pamoja nasi, tunaona Yesu yuko ndani yetu, si ndio wapendwa? Yeye yuko ndani yetu na sisi tuko ndani yake. Kwa Emmanuel manake Mungu pamoja nasi. Kwa ndani yetu yuko Mungu ambaye anaitwa Emmanuel. Sema amen tena. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Naipenda habari yake kwa sababu ni njema kwetu. Yaani kwenye maisha yetu neno Emmanuel manake Mungu pamoja na maisha yangu. Yaani Mungu pamoja na utu wangu, Mungu pamoja na elimu yangu na heshima yangu, Mungu pamoja na makusudi yangu. Yaani vile Mungu amenileta duniani kwa mpango wake, halafu ndani yangu Mungu anaishi kuyathibitisha yote yale ambayo Mungu amekusudia katika maisha yangu yapate kufanyika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ndani yako yuko Emmanuel aliyekuokoa. Sema amina tena. Hebu mwambie ndani yako, ndani yako kuna Emmanuel aliyekuokoa. Anaishi ndani yako. Wewe si mtu wa kawaida. Haleluya. Usijione kama mtu duni unapotembea mpendwa popote. Acha kujiona kama wewe ni mtu duni wa mwisho. Hapana. Aliye ndani yako amekusudia safari yako vizuri na amethibitisha mawazo yako. Yaani vile ulikotoka mpaka hapa, anza kuona Mungu ni Emmanuel pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Tunapotembea tunaona Emmanuel pamoja na sisi. Hakuna safari tumeanza ila yeye ameanzisha ndani yetu. Tunasafiri ndani yake. Sema amina. Kwa vile anavyotaka tuwe na ndivyo tutakavyokuwa. Sema amina tena. Kwa tunaona jambo la kwanza, Yesu amekuja duniani, amekuja kuokoa ulimwengu, amekuja kuirejesha njia iliyopotea kwetu. Haleluya. Aiweke sawa. Twende vizuri na Mungu. Naomba twende namba 2. Haleluya. Twende namba 2. Lakini hebu tuthibitishe pale. Hebu angalia sura ya ngapi? Sura ya 2 Luka 2:11. Ndio. Neno la Mungu linasema, ndio, maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu. Maana leo katika mji wa Daudi, haleluya, amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Mwokozi ndiyo Kristo Bwana. Unapozungumza Kristo unazungumza mpako wa mafuta, yaani aliwekwa mafuta kwetu, amezaliwa. Haleluya. Yaani Yesu amekuwa ni special kwa ajili yetu. Amezaliwa, amenenewa maneno kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya ukamilifu wa maisha yetu. Kwa yeye amesemewa maneno yote mema kwa ajili yetu. Kwa akiwepo ndani yetu, anahakikisha mema yote yaweze kutokea kwetu. Siponi kwa nawaza. Nikasema hivi, kwa nini Mungu anajihangaisha kutuponya? Unaumwa na kuponya, unashinda na kusaidia. Kwa nini Mungu anajihangaisha hayo yote? Wangapi ambao wanafanya kazi zamani, kufanya kazi ofisini, wapendwa, waliofanya kazi ofisini, lakini mahali popote unafanya kazi, mahali popote ambapo umefanya kazi popote. Amen. Asante. Mungu akubariki na Mungu abariki sana. Mtu yeyote ambaye amefanya kazi mahali kwenye jina
kuna kitu kinaitwa marupurupu, tunaiteje motishi. Kuna lugha nzuri penye marupurupu yale, yani unaopata vitu kazini nje ya mshahara, vinaitwa maokoto, posho. Tutumie kama posho, yani yale unakuta yale, kuna vitu vinakuja, unaweza kupata huku na huku na huku. Yes, maokoto, si ndio? Maokoto. Hasa haya maokoto hayo ni posho ambayo haiko kwenye mshahara, si ndio? Sasa kama ni posho ambayo haiko kwenye mshahara, mshahara wetu uko pale pale na marupurupu ni haki yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uponyaji ni marupurupu. Haleluya. Yaani ile uponyaji ni kunauma kichwa kila kuuma, Mungu asema, mwanangu usipo kazini, sitaki upige upate shida. Kabla fikia muda wa kufanya wa mshahara, lazima kwa katikati Mungu akurefresh, akufanye umalize mwezi kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo Mungu ataka sisi tunapokuwa tunafika mbinguni tumepata mapochopocho yote, tumepata maokoto yote. Haleluya. Tumepata manini yote yale, ili tu kwamba tusijutie kwamba ni safari ya kwenda mbinguni. Wewe unauma kichwa, Mungu anakuponya. Miguu, Mungu anakuponya. Sawa. Ulikuwa na tatizo, Mungu anakuponya. Mungu anakuponya. Haleluya. Mungu anakuondolea mzigo, shida inakusumbua, anakuondolea ili uingie kwa wepesi. Sema amina tena. Mwenye haki pigie Yesu makofi kwa ajili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo amezaliwa ndani yetu, yuko ndani yetu Emmanuel. Amezaliwa ndani yetu, aliyepakwa mafuta maalum na mbingu. Yaani Yesu amepakwa maalum mafuta nani? Na mbingu zimempaka mafuta. Ameingia ndani yetu kuthibitisha kazi. Na ndio maana tunaenda kifua mbele tukiamini ya kwamba aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye wa dunia hii. Sema amina. Alianza safari yetu ni mkubwa kuliko wa dunia hii. Yeye jamani hajawahi kushindwa. Haleluya. Hajawahi kushindwa. Namba 2. Naomba tuende namba 3. Hebu namba 2 soma sadi ule, soma Luka 4:18. Luka 4:18. Roho wa Bwana juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Ndio. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Jamani, kumbe huyu Roho wa Bwana alikuja juu ya Yesu akakaa. Haleluya. Alikaa ndani yake ili kuyafanya mambo, si ndio? Kwa tunaona Yesu anasimama kwa Roho wa Mungu ili kufanya yale ambayo alikuwa ametumwa kuyafanya. Haleluya. Jambo la kwanza, amenitia mafuta ili kuwatangazia, si ndio? Habari njema, si ndio? Soma tuone pale. Kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Sasa maskini ni yupi? Kwamba Mungu Yesu alienda kwa watu ambao hawana viatu. Kwamba alienda kwa watu ambao walikuwa hawana nyumba. Kwamba alienda kwa watu wa namna gani? Haleluya. Anaposema masikini maana yake, haleluya, ni uhitaji. Unanielewa hicho? Masikini maana yake uhitaji. Ndio maana masikini. Kwa hiyo mwingine ni masikini hana mavazi. Maana yake ni mhitaji hana mavazi. Umeelewa? Mwingine ni masikini angependa pengine awe na ndege lakini hana ndege, anaitwa masikini. Maana ni mhitaji wa kuwa na ndege lakini hana ndege. Unanielewa? Mwingine mhitaji wa kitu. Kwa hiyo anasema sasa yule masikini kwa kuwa ndani yake ni mhitaji, ni mnyenyekevu, anataka msaada. Haleluya. Kwa sema amenipaka mafuta ili kuwahubiri masikini habari njema.
Haleluya! Maana wao masikini ni rahisi kuzikubali kuliko matajiri wale. Unanielewa kitu hicho? Pengine amekwisha kujiridhikia maisha yake, anaona kama vile mali yake ndio daraja, mali yake kama vile ndio mbingu yake, kwamba mali yake ndio kila kitu. Lakini masikini hana chochote mbele yake alichokiweka ila mhitaji Mungu katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Maana anajua kila kitu ndio Mungu, kila kitu ni Mungu, ndivyo anavyojua. Amen. Kwa sasa alitumwa kwa ajili yao wanaotaka wahitaji, ili wape mahitaji yao. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Ndio sisi, ndio sisi, ndio sisi. Hebu sema ndio mimi. Sema tena ndio mimi. Yaani wewe ndio masikini mhitaji, unamtaka Mungu. Haleluya. Tajiri anaona hata kuingia ibadani kama vile anapoteza muda kanisani. Ana mipango balaa mingi, mipango ni hatari. Nikasoma Biblia juzi, inasema usingizi wa kibarua ni mtamu kuliko wa mwajiri wake. Mwanzo soma Biblia. Mwanzo. Yaani usingizi wa kibarua ni mtamu kuliko wa mwajiri wake. Yaani ukisikia mwajiri ni mtu mwenye mapresha, ni mtu mwenye mawazo, halali usingizi. Kuna mwana jamaa mmoja kule chuo kule, ni tajiri na hela. Ana hela za dhahabu, ana hela. Sasa nikakutana naye jana asubuhi, kuna mambo tukanajadili. Asema bwana, unaona kuna barua hapa, anaonyesha barua. Askari wa kikosi saa fulani amemtumia barua kwamba bwana, tunaomba angalau sabuni kwa kazi tunayoifanya hapo. Yaani kuna walinzi wanakuja pale kumlinda, wanakuja kuzunguka usiku pale na hivi kwa ajili ya usalama. Kwa wameandika barua sasa wanahitaji posho. Kibadilika hicho. Analindwa, yaani askari wanalinda, wanatembea karibu na ile nyumba, ndio usikizo fanya gadalala. Lakini wewe pepa, huna cha mlinzi, huna cha nini, nyumba yako yenyewe iko peke yake pembeni mahali fulani, usikizo koroma na kukoroma. Haleluya. Uko peke yako. Unajua mpaka unafika mahala unasema nifuge mbwa wa nini? Mbwa nifuge wa nini? Unajifanya kwamba Mungu asipolinda mji wakesha Mungu. Lakini mwenzio kuna watu wanakesha na silaha kwa nje. Yaani usingizi wake ngalala. Lakini kibarua wewe unapoenda ofisini, unafungua ofisi, haleluya. Unafungua ofisi, unaingia, unafanya biashara zako, unasaidia, unasimama shughuli zako. Mwenzio halali, wewe kutoa kule umeshapewa posho, unarudi nyumbani, usingizi mororo hata kwa ufuki. Haleluya. Haleluya. Acha tuache Mungu katika maisha yetu. Biblia inasema kwamba na kuwahubiri wanyenyekevu habari njema, walio tayari, walio na uhitaji, wanaomtaka Mungu ni wahubiri habari njema. Kwa hiyo tunaona hii habari inapokuja kwetu sisi ni mahali pake, inakutana na pando ndani, Yesu amekaa. Neno linapokuja linakutana na Yesu wetu wa ndani, lazima tuwe na nguvu kuchipuka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie ile namba 3. Namba 3 nasema wenye mizigo ya uchungu moyoni, kuondolea na kuwafariji wale wenye misiba ya moyoni. Naomba pale uliposoma endelea hapo mtumishi. Napenda leo mizigo iondoke, sema amina. Napenda leo kusiweko na kifungo chochote kwako, sema amina. Maana yeye mfariji amezaliwa kwetu ili aweze kufariji. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, kwamba majira yenu ya kufunguliwa waliofungwa umefika. Haleluya. Kwa Yesu alipoingia kwetu ametangaza kwa habari ya vifungo kufunguliwa. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Leo Yesu ametuma kwetu kwa habari ya vifungo tulivyofungwa kufunguliwa. Kwa hiyo leo tunakuwa salama tukiamini haya na kuyakubali.
usalama uko juu yetu, amani iko juu yetu, furaha iko juu yetu. Leo tutaachia vifungo vilivyokamata miguu yetu, tunavivua hapa. Napenda siku ya leo uwe ni mmoja wa minyororo iliyokamata miguu yako kuachiliwa hapa, utoke nje ya vile ulivyokuja. Ulikuja na machozi uone faraja. Haleluya! Ulikuja msiba kwenye moyo wako, moyo ulikuwa unavuja damu, machozi ya damu. Leo machozi ya damu yabaki hapa, usirudi nayo nyumbani, yabaki hapa. Hapa yuko mfariji wa wafariji hapa. Haleluya! Afariji msiba wako, afariji moyo wako. Waliokutesa na kuinukia wengi, waliosema hautafika, waliozikabilia hatua zako vibaya, waliokunenea mabaya mengi, wengine nasema kesho usiinuke, lakini leo nakunenea na mimi kama mtumishi wa Mungu, utainuka, utafika kesho yako. Haleluya! Kesho yako utaifikia. Piga Yesu makofi. Kesho yako utaifikia. Haleluya! Hautakufa kabla ya majira, hautanyamaza mavumbini kabla ya majira, hautalala kwenye mwaroni kabla ya majira. Mungu anakupa neema ya tofauti. Mwambie Mungu siku ya leo, natoka kwenye kifungo changu. Hiki kifungo kinihusu mimi, nanyanyuka leo, sio mtu wa kawaida. Nanyanyuka, umepaka mafuta maalum, uko ndani yangu, unatibua kila vitu vya enzi ambapo shetani vitenda, vinainuka, vinaondoka. Leo nachoma mabanda ya kipepo, mabanda ya hasira, mabanda ya ghadhabu, mabanda ya kushindwa. Leo nachoma kwa kiberiti cha moto wa Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Pige Yesu makofi mazuri ya amani. Leo vibanda vile ambavyo shetani alitujengea, akaweka ngome na majina yetu yakaandikwa mle kwamba tutaishi kwenye vibanda, leo tunavichoma vibanda. Hataishi kwenye vibanda. Sisi tuna mahali tunapokwenda, tumeitwa. Bwana ametusema majina yetu kabla hatujazaliwa, tunaenda kwenye ahadi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunawasha kiberiti, tunachoma mabanda ambayo shetani atujengea. Sisi sio watu wa kuishi kwenye mabanda, tunaendea ahadi zetu. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu twende tena baba. Na vipofu kupata kuona tena, unaacha huru waliosetwa. Unamjua mtu kipofu? Kipofu ni mtu ambaye moyo wake haujawahi kulizika hata siku moja, kwa sababu kinachotarajiwa ukiona hajakiona. Ndio mtu anaitwa kipofu. Kwa kuna maeneo unatarajia ufike, lakini shetani amekuwekea giza, hautafika. Unanielewa? Leo nikisema hivi kwamba leo kanisa yetu limepakwa rangi nzuri, tukileta kipofu anajua kanisa lakini hajaiona rangi. Unanielewa? Leo tukisema tumeweka taa kanisa letu, yeye hajaiona taa, anajua kwa uwezo, kwa hisia, anajua yuko ndani ya nyumba lakini hizo taa hataziona. Kwa kipofu ni mtu ambaye moyo wake hawezi kulishika kwa namna yoyote, kwa sababu kinachotarajiwa kione hajawahi kukiona na hajakiona. Lakini habari njema kwamba kuna vitu vizuri. Haleluya, haleluya. Leo ukimwambia kipofu kwamba unajua kuna magauni mazuri yametoka ya namna hii, yeye hayajui. Yaani mtu akivaa hiyo gauni anapendeza sana, yeye hajajua hiyo. Umeelewa? Sasa kuna gauni yaani yeye hata kora hii ikalia hapa, hajui kora na kaa wapi. Haleluya. Lakini akikutana na watu anayeona anakuta kora inakaa katikati. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nimevaa shati, kora yangu yaani hapa panaonekana show, si ndio jamani? Muonekano mzuri. Sasa kipofu aisee, hata kama kora ya gauni yeye hajui. Unanielewa? Kwa kipofu ni mtu ambaye
hajawahi kuridhika kwenye maisha yake, kwa sababu kinachotarajiwa kiona hajakiona. Sasa alikuja ili watu wasioona wapate kuona. Sisi ni watu ambao tulitamani kuyajua mema, lakini hatukuweza kuyaona, hatukuweza kuyajua. Yesu alikuja akaponya macho yetu, akafungua macho yetu, tukapata kuona. Tumeingia ndani yake, tunaona mema yote. Sema amina. Tunaona mema yote. Haleluya. Tunaona uzuri wa baba yetu. Sema amina. Tunaona kila kitu. Sema amina. Haleluya. Haleluya. Tunaona mema yote, mazuri yote, kila chema tunakijua. Kwa nini? Kwa sababu alikuja ili tupate kuona. Haleluya. Twende tena mbele baba. Tumalize hapo, tuangalie kinachoendelea. Kuna watu walikuwa wamesetwa, maisha yao wamekamatwa. Unajua neno kusetwa ni kutekwa. Umeelewa? Hapa juzi tumepita kwenye msukosuko wa maelezo wa kuona ya kwamba kuna ndugu zetu waliotekwa. Wametekwa, wamepelekwa wapi? Hawaishi mahali pa amani, mahali pa raha, wanaishi mahali pa shida. Hatuwezi kujua, inawezekana wanateseka kwa namna gani, wanalia kwa namna gani, machozi yanatoka kwa namna gani, wamebadilika kusema kwa namna gani, wanaonekana ache. Je, wamenenepa, wamekonda? Ili wale waliotekwa wawe huru. Alikuja kuacha huru waliosetwa, waliokamatwa alikuja kuweka huru. Wanaoteseka wanalia, machozi yao yanaishia pengine kwenye blanketi ya mateso. Alikuja ili wawe huru. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Jamaa mmoja wakati kiongozi wetu mmoja ameingia kwenye madaraka, Magufuli, nakumbuka alienda mahali kwenye gereza fulani, kulikuwa na kamzee fulani kalihesabiwa miaka mingi gerezani kama kifungo cha maisha. Kalikaa miaka mingi, zaidi ya miaka 60 nafikiri. Haleluya, 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 haleluya. Yule binadamu hakutegemea atakuja kurudi uraiani kama binadamu mwingine yote, hakutegemea. Lakini alipoingia baba yetu akatangaza msamaha, akasema hapa gerezani yuko mtu amehesabia miaka mingi namna hii. Leo nimekuja kwenye gerezani kuanzia leo atolewe nje. Haleluya. Hatakuwa mfungwa tena, hatakuwa mfungwa tena. Askari hatashika silaha nyuma yake tena, hatatumikishwa kwa kazi ngumu tena. Haleluya. Yule binadamu yalitoka machozi yenye furaha yasiyokuwa na kipimo. Sasa leo sisi wapendwa, tulikotoka ndugu zangu, mimi na nyinyi tulikotoka. Ndio maana wasiachi nasema, kama Mungu angeamua kusema habari zetu, nani mwenye jasiri anaweza kusimama? Yaani Mungu atukumbushe maisha tuliyoishi, atukumbushe kwamba ulikuwa ni mtu namna hii, wewe ulikuwa hivi. Mungu atukumbushe. Je, twaweza kusimama kwa ujasiri? Haleluya. Twaweza kusimama kwa ujasiri? Lakini alikuja ili tuwe huru. Haleluya. Alikuja ili tuwe huru. Waliosetwa wawe huru, waliofungwa wapate kufunguliwa. Ukisoma pale chini, tunamalizia pale bwana. Na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Kwamba haya ni majira sasa, ni wakati sasa. Toka. Magufuli akamwambia, sasa mfungwa uliyefungwa miaka yote hii, toka. Haleluya. Mwaka uliokubalika, akatoka kwa furaha, na sisi tumetoka kwa furaha. Si watumwa wa shetani tena. Haleluya. Si watumwa wa shetani tena. Sisi watu huru. Japo watu hawatanyamaza kusema. Haleluya. Nalielewa. Biblia inasema wakulima wamelima mgongoni zao, wameifanya mirefu mifuo mifereji yao,
wamenilima mgongoni. Unajua ngoja nikwambie, hata kama umeokoka mpendwa, majaribu usifikiri yameisha. Usifikiri ukiokoka wewe umeishi kama malaika. Anayesema vizuri mara zote ni malaika. Lakini wewe unaishi na wanadamu kwenye kitongoji na kijiji chako. Ukishakucheka utacheka na wewe. Ukigeuka nyuma lazima tukujime mgongoni. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukigeuka ulifanya mema sawa, ulifanya mazuri sawa, lakini ukigeuka tu wakulima mgongoni lazima wepo wakulime. Huyu alikuwa hivi, huyu alikuwa hivi, huyu alikuwa hivi. Ndio maana Yesu akasema ya kwamba tazama nabii hakosi heshima. Haleluya. Nabii hakosi heshima. Sasa kwa mfano leo nikasema, wewe kesho naona kuna kitu moja mitatu kinakuja kesho yako. Kuna hiki. Alafu kikatokea. Si utaka kuniheshimu? Tasema huyu ni nabii wa Bwana. Alisema habari yangu itakuwa hivi. Si ndio? Nakwambia kesho utapata fedha, kuna mtu atakuletea hela. Milioni 5 mtu kesho anakuletea. Alafu nashangaa kweli mtu ameleta milioni 5. Jamani, utaacha kuniheshimu? Si ndio? Sasa tunasema kwamba yaani nabii hakosi heshima, lakini kwao alikozaliwa wanamuona mwana wa seremala. Ndio naanza kusema tunamfahamu huyu jamaa, si mkulima nyanya kule. Huyu jamaa anamfahamu, huyu jamaa na shamba lake kule anavyazi kule. Yaani hasemi nabii wa Bwana, anakuzungumzia kazi uliyokuwa unaifanya. Umenielewa? Yule jamaa ni mchimba mashimo tu. Yuko hivi. Haleluya. Ndio maana Yesu akasema ni mwana wa seremala. Yaani kuonyesha kwamba yaani ile kazi ya useremala ndio imezaliwa kweli kweli kwenye damu yake. Yesu amezaliwa kwenye damu ya nini? Ya useremala. Haleluya. Haleluya. Lakini hawakujua. Biblia inasema kwamba yeye ni Immanueli, pamoja na nini? Na watu. Alikuja kwa ajili yetu sisi. Amekaa ndani, kapita kwenye kazi ambayo ni dhaifu ya useremala, akatembea kule, akaona kushika mbao, akazaa. Tulishaelewa. Jamaa mmoja yuko yani hana hela. Jamaa mmoja hana hela. Yaani kabisa ndio kuomba sema naomba tashikia 5 na hivi sawa. Lakini cha ajabu nikamwambia Bwana, sasa unaonaje kwamba sasa hivi angalau unatengeneza chips? Akasema kiwango hicho huko limevuka kwenye kiwango. Anaomba 5 sawa, lakini kutengeneza chips sasa limevuka kiwango. Mwaje kuona hiyo? Yaani anaomba 5 lakini namwambia unaonaje sisi tukafanya kazi ya chips? Tena yule binadamu nilitaka nimsaidie. Nimpa garo kahera ka chips. Nimsaidie. Akaniambia huko nishavuka sasa. Anaomba 5 alishavuka kwenye kikutana cha kutesa chips. Nilishiwa na makavu kabili ya masa. Maana nilikuwa na kihelele cha kuweza kumsaidia. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alitembea kwenye mazingira magumu Yesu. Alitembea kwenye mazingira magumu. Alitembea huku na huku kwa ajili yetu sisi. Alitembea kwa mguu. Akalala mlimani, mahali penye mawe, pasipokuwa na godoro. Alinyeshewa. Mimi nasema kwamba huyu jamani, nani kuna kabila la Masai? Nani Masai? Hapo ni nani Masai? Nataka nitete kidogo kwa habari ya Masai kabla sijaongea. Hakujali uvundo wangu, kichwa chote na mwili wote ulijaa uchafu wote, ilijaa uchafu. Inawezekana niko na majipu mabaya mabovu yaliyopasuka mwili mzima. Yeye akuangalia, alishika usawa uliokandamana kwa ajili yangu, kuonyesha pendo lake. Yesu wa Nazareti, ili umfanye Mungu ibada ya kumtosha. Kumbuka ulikotoka, ulivyokuwa na hapa ulipofikia.
Acha Mungu aitwe Ebeneza kwako, aitwe bendera ya ushindi wako. Naomba asubuhi ya leo mwambie Bwana, unifanye vile upendavyo utakavyonifanya. Mwambie Bwana, nifinyange nifae kwa nafasi yako. Mungu akufinyange vizuri, aifinyange akili yako, afinyange maisha yako, afinyange utu wako, afinyange utano wako, afinyange utu wako, akufinyange vizuri. Ibada unaokwenda kumfanyia kuanzia sasa haitakuwa ibada ya kawaida. Naona Roho Mtakatifu akiniambia kuna ibada inabadilika, watu wanakwenda kumfanyia Mungu ibada ambazo sio za kawaida. Mungu amezianzisha tayari kwenye mioyo yao, wanakwenda kumfanyia ibada Mungu, ibada ambayo sio ya kawaida. Kwa watu hawa waachie huru kwa jina la Yesu. Hatua za watu hawa ulizozikamata kwa muda mrefu leo zinaachiliwa, wanaanza kutembea sasa kwenye biashara zao, wanaanza kutembea sasa. Biashara zinatembea, kazi zinatembea, ajira aliyokosa ajira kwa muda mrefu wanapata ajira kwa jina la Yesu Kristo. Waliofungiwa nia za kushindwa leo wanapokea nguvu za ushindi kwa jina la Yesu. Nyosha mikono yako juu, sema: E Bwana Yesu, ninainamisha kichwa changu, ninazalenda, nainua mikono yangu kwako. Najua sina kimbilio lingine, kimbilio langu ni wewe pekee. Akili yangu nainyamazisha, uwezo wangu naunyamazisha, elimu yangu nainyamazisha, kujua kwangu nainyamazisha, na kuhitaji wewe usimame mahali pa nafasi yangu, uniongoze wewe, unipeleke unapopataka niende, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nachukua ujasiri huu, nachukua ujasiri huu, nikiwaambia wakuu wa giza walionishughulisha na maisha yangu, walionishughulisha na kazi zangu, walioshughulika na mwendo wangu, nawaambia kwanza leo hamtanipata muliponikuta. Leo nimehamishwa, nimeenda viwango vingine, nimeenda mahali pengine kwa jina la Yesu. Kwanza leo nimewakataa kwa herufi zote, kwa herufi zote na kwa maandiko wote, nimewakataa kwa jina la Yesu. Mumenichorea alama mbele yangu, alama nyekundu nisiweze kuvuka, ili nikivuka nipate kufa. Lakini imeandikwa vya kwamba mimi sitaishi, sitaishi mimi hapa nilipo, sitaishi kwa mawazo ya mwanadamu, kwa mawazo ya mtu yoyote, ila kwa neno la Bwana nitaishi. Nipo kwa sababu Bwana ametaka niwepo. Alama mliochora naivuka kwa jina la Yesu, 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 naivuka kwa jina la Yesu. Napokea nguvu kwa jina la Yesu, napokea nguvu kwa jina la Yesu. Ije juu yako. Ramba shaka ramba, ramba shaka ramba. Naomba omba. Nasikia kitu gani? Naambiwa waambie watu waombe. Naambiwa waambie watu waombe. Naambiwa waambie watu waombe. Naambiwa waambie watu waombe. Ramba shaka ramba. Ramba shaka ramba basaka. Naambiwa waambie watu waombe. Waombe.
Bwana ametenda tayari, antena zake frequency tayari ziko hapa kusikia kilio na maombi ya watu wake. Rama shakara baba saka yekelebe shakara baba robo shaka papa yakona mashaka rabosa Rama shaka likoko. Acha kujurumia. Shetani hawezi kuhurumia. Unapomtaka Mungu, shetani hawezi kuhurumia. Simama kiumeomba, mwambie Mungu nakuhitaji, mwambie Mungu nakuhitaji. Nina hatua mbele zangu ambayo kwa akili zangu haiwezi, lakini kwa msaada wako naweza kwenda, naweza kufika mahali nahitajika, naweza kufika. Omba kwa jina la Yesu. Bwana yupo, nasikia anasema hata sasa haujaomba neno lote. Omba, 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 omba. Bwana sema omba, usinyamaze, omba. Anasema nani amkuomba neno lote? Ombeni liya Baba, ombeni kwa jina langu, ombeni watu wa Bwana. Omba. Umepewa nafasi, umepewa kibali, umepewa nafasi, umepewa kibali cha kuomba. Kwa jina la Yesu, pokea uhitaji wako, pokea uhitaji wako, pokea ulichokiomba, pokea. Wala usiwaze kwamba ninaomba ni gumu. Hapana, Mungu anajibu kwa wepesi. Hakuna jambo gumu kwake lenye kumshinda, hakuna. Yote naweza. Omba, 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 omba kwa jina la Yesu. Omba. Naomba ukiweza simama, naomba ukiweza simama. Naona kuna roho za makandamizo. Shetani anasema hauwezi kuinuka, una nguvu. Naomba simama mahali ulipo, simama. Mungu akusaidie, simama. Jitie nguvu, jitie nguvu. Ni hatua, nao pia ni hatua. Simama, omba, mwambie Bwana nasimama mbele zako, mimi ni mtu wako. Baba, naomba fanya kila ambacho unakihitaji. Mungu akusaidie, Mungu afanye jambo jipya, afariji maisha yako. Mungu afariji maisha yako, Mungu afariji maisha yako. Moyo ulioinamishwa, kichwa kilichoinamishwa, Mungu akifariji leo. Mungu akupandishe tena, Mungu akuinue tena. Hakuna pepo atakayesimama nguvu ya Mungu inaposhuka. Hakuna pepo anayesimama, yuko Jehova peke yake anayesimama kuyathibitisha haya. Robo shaka likabashaka likosobo likababa likeshebe likababa likasibo likashakaka robo shekebebelia robo sakapa lekeshekeke likamo ebeshekebezia rabashakapapa robo shakapapa. Ni kweli wanadamu wamesema uko mwisho, lakini Mungu ndipo anapoanza. Hatua wanadamu inapoishia, ndipo Mungu anapoanzia malize. Maana kusudi ya Mungu amalize kwa utukufu wake, kusudi ya Mungu amalize kwa utukufu wake. Uko utukufu ambao Mungu anakwenda kuachilia katika maisha yako. Hautaenda peke yako, Bwana amekutangulia yuko mbele yako. Naomba shaka, pokea mahitaji, majibu yako. Wanapokea mahitaji yako, wanasikiliza kilio chako, wanasikiliza maombi yako, wanapata mbele za Bwana, wanapeleka mbele za Bwana, wanapeleka mbele za Bwana. Malaika wako hapa, malaika wako hapa, malaika wako hapa, malaika wako hapa. Ibada hii, malaika wako hapa, malaika wako hapa. Aliye nyuma yako, malaika yuko nyuma yako. Malaika yuko hapo, anakunong'oneza, 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 anakunong'oneza. Pokea kwenye moyo wako, pokea kwenye maisha yako, pokea kwenye hatima yako, pokea kwenye maisha yako. Pokea, 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 pokea. Machozi yatosha kwako, machozi yatosha kwako, kulia kwatosha kwako, katika jina la Yesu. Kulia
Ramba shaka raba saka yendelebe shaka molikesha. Nyosha mkono wako moja namna hii. Sema e Bwana Yesu, sema e Bwana Yesu, ninakiri ya kwamba unaishi ndani yangu, unaishi ndani yangu, unaishi ndani yangu, unaishi ndani yangu. Jina lako kuu uliopakwa mafuta nalo unaitwa Imanueli pamoja na watu. Wewe unaitwa Imanueli pamoja na mimi, uko ndani yangu. Kila kitu ambacho kilikuwa kinyume na mimi leo hii kimenipisha. Nimekuwa mtu tofauti, natembea mbele ya upepo kama mshale unaoendea mahali. Kwa jina la Yesu, hakuna mawingu ya kuzuia mshale, hakuna upepo wa kuzuia mshale. Ninapenya kwa jina la Yesu. Nauona ushindi wangu, nauona ushindi wangu kwa jina la Yesu. Hebu mpige makofi mahali ulipo, piga makofi ya maana kabisa, piga makofi ya shangwe, piga makofi ya shangwe, piga makofi ya shangwe mahali ulipo, piga 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 makofi ya shangwe mahali ulipo, piga makofi ya shangwe mahali ulipo. Bwana amepokea mahitaji yako, Bwana amekupokea kilio chako, Bwana amepokea msiba wako, Bwana amepokea adha yako kwa jina la Yesu.